kuwashirikisha wananchi hatua kwa hatua kwenye kuelewa sasa nataka kufanya hivi na nitakuwa hivi. Kiasi kwamba iwe rahisi na tuwe na ile swala la commitment ya ujumla ile. Kwamba tunajua hata nataka iwe hivi. Umechukua hatua gani? Cha kwanza kabisa, baada ya kuambia wananchi kwamba hii mikataba ina matatizo kidogo, ina upungufu kidogo, mimi niliitisha mkutano wa hadhara. Nikaongea. Lakini cha kusikitisha ni kwamba bahati mbaya au si bahati nzuri, zile kata mbili za ambazo zinaunda ule mgodi pale Nyamongo, kuna kata ya Kemambo na kata ya Matongo, zote ziko chini ya upinzani. Madiwani siku nimeenda kuhutubia mkutano pale hawakufika. Lakini niliitisha viongozi wa serikali. Kuna viongozi wa serikali wengine wanatoka na Chama cha Mapinduzi na viongozi wa serikali wanaotokana na chama cha upinzani. Niliwaambia kwa kwamba hatutakayoifanya wale wote ambao wamekula zile hela kwa kinyume na taratibu lazima kwanza wachukuliwe hatua. Sasa baada ya kuambia hivyo, ikaonekana kwamba wale viongozi baadhi wengine wakakubali, wengine wakaenda kinyume, lakini niliitisha mkutano na wananchi wa kweli, wakauliza maswali, wakasema kwamba tunataka kufanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hiyo ndio njia ambayo niliwashirikisha. Hiyo ni hatua ambayo ya kwanza ambayo nilifanya kuwashirikisha. Lakini kumbuka kabisa kwamba mtangazaji, kuna kitu kimoja kwamba tatizo la siasa za Tanzania, mtu akitokana, mbunge akitokana na CCM, madiwani wakitokana na Chadema, wale madiwani hawataki kusikiliza kinachoongelewa. Hata mbunge akienda kupanga mipango pale, kwenye mikutano yangu yote nimefanya kule, kuna kata karibu 17 zilizochukuliwa na Chama cha Mapinduzi, kuna kata moja ichukuliwa na chama cha USF kafu, na kuna kata 12 zilichukuliwa na Chadema. Katika kata zilizokuwa na Chadema hakuna diwani hata mmoja aliyehudhuria mikutano yangu. Kwa hiyo ndio maana ulisikia siku moja nimesema kabisa kwamba mimi nitakuwa diwani kivuli. Nitakuwa najivua ubunge na kuwa diwani kuwakilisha wale wananchi pale. Kwa hiyo wananchi nimewashirikisha na waliniandikia, walichonituma ndicho ambacho nimeweza kukifanya. Na kingine ambacho baada ya kuonana na mwekezaji, alichokisema mwekezaji yeye alisema kwamba Mheshimiwa mbunge, tuko tayari kufanya kitu hichi chote na tuko tayari kufanya hili unalodai kwa wananchi, lakini tuhakikishie usalama. Hilo ndio tatizo ambalo mpaka sasa hivi nimekumbana nalo na ambalo nimetaka serikali ihakikishe usalama katika mgodi wa Mara. Kwa hiyo swala la siasa nalo kidogo kwa kiasi fulani nalo linachangia kuleta ugumu kwenye kutekeleza mambo ya msingi. Yaani kweli siasa ndio inachangia. Siasa kwa kweli ndio inachangia kuleta, yani kurudisha maendeleo ya jimbo la Tarime kwa ujumla. Na sio jimbo la Tarime tu, kwa mkoa wa Mara. Swala la siasa. Kwa sababu mbunge anapotokana sisi, mimi nawaambia wale wabunge waliopita kwamba jamani, tumeshachagua mbunge. Wakati nyuma ngoza miaka 5, hamna mtu aliyewaingilia kuambia kwamba fanyeni hivi na hivi na hivi. Chama na serikali wapatie ushirikiano wa kutosha. Lakini sasa hivi nyie mnapokuja mbunge amechaguliwa wa chama kingine, mnajitenga, mnatafuta madaraka kwa nguvu, ni vitu ambavyo kwa kweli vinarudisha maendeleo ya jimbo la Tarime nyuma sana. Tunaomba radhi kwa kuiba dakika kadhaa za kitu kimoja kwamba matatizo ya Tarime tutatatua sisi wana Tarime wenyewe kwa kushirikiana na serikali ya madarakani. Wale nao waita, mimi nawaita mavuvuzela, wanaotoka kwenye majimbo yao kwenda kufanya kampeni kule Tarime, na wakati huo wanawashishia wananchi wa Tarime. Mimi naombeni serikali ichukue hatua za kuwazuia wabunge, na hata ikiwezekana sheria itungwe. Mbunge anapokwenda kwenye jimbo la mbunge mwingine, hebu atoe taarifa kwanza kwa mbunge kwamba nimefika anafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini vinginevyo watachochea vita na amani haitakuwepo. Na mimi narudia kusema, kwa jimbo la Tarime kwa muda wa miaka 5, mimi nitahakikisha kwamba amani inaendelea. Bado niko ngangali na nitahakikisha pia kwamba yeyote atakayekuja kuvunja amani Tarime kwa kisingizio cha kufuata kwamba ni misingi ya haki za binadamu, hatuwezi kuvumilia. Aje kama kweli imeonekana kwamba kitu hiki kimefanyika na afuate taratibu. Serikali ipo na mimi nitaomba kwa kweli kufanya kazi pamoja na wananchi kwa kushirikiana na serikali. Na kwa kweli nikwambie mtangazaji kwamba wananchi wa Tarime wanaudhika na kitendo hiki cha wageni kutoka nje ya wilaya yao kuingilia kuja kuendesha vijana kwamba fanya hiki na hiki na hiki na hiki. Watu wale ambao ni wazaliwa pale kwa kweli hawapendi. Ndio maana hata juzi nimesikia kwamba baadhi ya wabunge wameshambuliwa pale baada ya kuwa wamefika na kuwashawishi watu kwamba wasizike ile miili ya maiti. Lakini vile vile mimi nafikiri naomba serikali itashirikiana nayo kuhakikisha kwamba
tunalinda mwekezaji, lakini mwekezaji lazima atekeleze kile ambacho tumekubaliana naye. Hasa achilia mbali mikataba iliyoingia na wanakijiji ya mwaka 2004, sasa hivi tunataka kuingia mikataba mipya, lazima atekeleze swala la maji, swala barabara, hospitali, elimu, umeme pamoja na kuendeleza wachimbaji wadogo wadogo. Sawa sawa.